lolote, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote, ati Mungu aweze kufanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Haya, somo langu linaanzia hapo, lakini kabla tuendelee, wacha tuombe. Baba wetu, tumerudi tena mbinguni Baba. Tunaomba endelee kutulisha neno lako, kuimarisha mioyo yetu kusimama kipindi hiki. Uendelee kutupa amani na furaha na imani. Tunaamini ya kwamba uko pamoja nasi. Kama kuna sehemu tumekosea na saa ambayo tumekuwa nayo mapumziko, tunaomba usamehe. Tunaomba uwe nasi, Roho wako Mtakatifu awe juu yetu. Tuongoze katika somo hili, ukanitumie kama chombo, na nikupitie jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Tunaambiwa ya kwamba hakika Bwana Mungu hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake. Vita zinazoendelea kwa sasa ni vita ambazo Mungu anajua ama hajui? Mungu anajua, si ndio? Na kama anajua, inamaanisha amefunua. Sasa ndio maana kuna kipindi cha prophecy. Prophecy imebeba ujumbe ambao umenenwa na Mungu, na ujumbe huo uende kufanyika future, ama tukasoma ujumbe ambao umetimia hivi karibuni, unaitwa prophecy. Kwenye Biblia Mungu anasema hivi kwenye kitabu cha Waebrania 1 mstari wake ni wa kwanza. Kitu ya kwanza ifahamike ya kwamba wanaotoa ama wanaobeba ujumbe wa Mungu wanaitwa watumishi wake, na wanaobeba ujumbe huo wamegawanyika katika sehemu mbalimbali. Kuna manabii, kuna walimu, kuna wanaoongoza, wote wanatumiwa na Mungu. Lakini kwa sehemu kubwa katika Agano la Kale Mungu alinena kwa kutumia manabii kwa sehemu kubwa. Kwa Agano la Jipya tunapata apostles wanatumika kwa sehemu kubwa, wote wako na ujumbe wa Mungu. Sasa tunaambiwa aje kwenye kitabu cha Waebrania 1:1. Waebrania 1:1 nasemaje? Inasema hivi, Mungu ambaye alisema zamani za baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mungu ambaye alisema na manabii kwa sehemu kubwa katika, hebu rudia hiyo andiko. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi. Ambaye alisema zamani na babu zetu. Ni babu ambao tunapewa historia yao ya kwamba, najua kama huko Nairobi kuna sehemu ambayo inaitwa Mount Elgon. Ni mlima ambao umepakana na Meru. Kulikuwa na mababu enzi zile ambao walikuwa wanaabudu mlima. Ibada yao ilikuwa pale. Walikuwa wanaabudu vitu ambavyo havijulikani na Biblia. Sasa Biblia inaposema ya kwamba Mungu alinena na mababu zetu, je, ni mababu wa aina gani? Kwanza tunafaa tuweze kuelewa ni mababu wa aina gani? Kwa hivyo ni mababu wa imani. Baba wetu Ibrahimu na wengineo wote waliofuata wanajulikana kama mababa wa imani. Sasa soma hiyo andiko. Inasema hivi, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii, kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Kwa hivyo mwisho wa Agano Jipya amesema nasi katika mwana. Sasa tunafaa tumuulize mwana, ujumbe wa future tutaelewaje ujumbe huo ambao unakuja? Maana tayari tumepewa mwana ambaye anasema na sisi katika Agano la Kale. Na maanisha ako na ujumbe wetu. Hatufai tena kwenda kusumbua Ibrahimu. Ibrahimu ulisemaje? Ulisemaje kuhusiana na kizazi cha mwisho? Hapana. Bali tunafaa tuulize Yesu. Alafu Yesu akitupeleka kwa Ibrahimu, basi hatuna budi kusadiki. Sasa kitabu cha Mathayo 23
mstari wake ni wa 36. Yesu anasemaje naye? 36. Nasemaje? Inasema hivi. Amini nawaambieni, mambo hayo yote yatakuja juu ya kizazi hiki. Mesoma Mathayo 23 mstari wake anzia 34 ndio mzuri. 34. 34 inasema hivi. Kwa sababu hiyo angalieni, mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima. Na Yesu anasema anatuma nani? Manabii na wenye hekima na waandishi. Na wengine wao ninyi mtawaua au kuwasulubisha. Na wengine wao mtawapiga katika masinagogi. Na kuwafukuza mji kwa mji. Kwa hivyo Yesu naye tunapomuuliza anasema pia naye atatuma nani? Manabii na wenye hekima. Na kazi ya manabii ni kutoa onyo ama kutoa ujumbe kutoka kwa Mungu unaohusiana na kipindi cha mwisho. Sasa wale ambao watakataa ujumbe wa manabii hao, ujumbe wa wajumbe hao, basi watapata uzima wa milele, si ndio? Hapana. Kwa hivyo somo langu nimeipatia kichwa ambacho kinasema madhara ya kukataa ujumbe wa manabii. Madhara ya kukataa ujumbe wa manabii. Mungu hajatuacha gizani, andiko la kwanza. Andiko la pili, amanena nasi kupitia manabii. Na manabii wananena habari zinazokuja future, ama habari ambazo Mungu anataka tuweze kuelewa. Sasa kwenye kitabu kimoja ambacho kinaitwa 13 LTMS ya 1898 paragraph 7 tunaambiwa hatupaswi kuwa wajinga wa unabii. Hatupaswi kuwa na hekima katika mawazo yetu wenyewe, upofu usije ukatupata. Kwa hivyo kwa quotation hii tunaambiwa ya kwamba hatupaswi kuwa wajinga wa unabii. Na maanisha tunafaa tuelewe prophecies ambazo ziko kwenye Biblia from Genesis to Revelation. Yule ambaye hataelewa basi atapata sifa ya kuitwa mjinga wa unabii. Tunaambiwa hatupaswi kuwa wajinga wa unabii, bali tunafaa tuweze kuelewa. Tunaambiwa tu upofu usije ukatupata. Nasi tukijikwaa na kuanguka tukiwa na hekima kwa njia hii, hatuwakilishi ukweli kama ulivyo katika Yesu. Lazima tuangalie kwa makini kwamba hatumvunjii Mungu heshima kwa kutokuamini kwetu. Kwa hivyo namalizia nasema lazima tuweze kuangalia jumbe hizo, prophecies hizo. Na tunapoziangalia basi tuelewe ya kwamba tunampatia Mungu heshima, tunamheshimu Mungu aliyetuma manabii wakatoa ujumbe. Sasa katika quotation moja ambayo ningependa ufungue katika COL 78.2 COL. Hizo ni vitabu za The Spirit of Prophecy. COL 38.2. Tunaambiwa kwa kila kanisa lake katika kila kizazi Mungu ana ukweli maalum na kazi maalum. Kanisa lilianzia wapi? Kanisa la Mungu limeanzia wapi? Kanisa la Mungu limeanzia wapi? Alafu utakuja unisongeshe kodi kidogo, nitakuwa naandika hapa vitu. Wakati wa uumbaji ndio kanisa likaanza. Angalia. Kwenye hii quotation tunaambiwa kwa kanisa lake katika kila kizazi Mungu ana ukweli maalum. Kwa hivyo karne zinapoenda, miaka inaposonga, kuna kanisa la nani? La Mungu. Lakini tunaambiwa kanisa hilo limekuwa na ukweli maalum na kazi maalum. Kwa hivyo na sisi kama ni kanisa la Mungu inamaanisha kuna ukweli wetu na kuna kazi maalum ambayo tunafaa tuifa. Maana kanisa la Mungu liko na kazi na liko na
na ujumbe. Utaisongesha kidogo hapa. Angalia. Ndio naona katika kitabu cha Waefeso, kitabu cha Revelation, tunapewa pale makanisa 7. Ujumbe kwa yale makanisa 7. 7 churches. Naweza nikachora hivi. 7 churches. 7 churches. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Umepata hiyo quotation? Hebu isome tuirudie twende pole pole. Ni Christ Object Lesson 78.2. Nasemaje? Inasema hivi, not only is the growth of Christ's kingdom illustrated by the parable of the mustard seed. Wewe. COL 78.2. In every generation. Kwa kanisa la Mungu katika kila kizazi, Mungu ana ukweli wake. Ama unasoma gani wewe? 78.2. Acha niifungue hapa. Sasa unaenda hapo katikati. For his church in every generation. Inasema hivi. For his church in every generation. Kanisa la Mungu kwa kila kizazi. God has a special truth. Aya kidogo. Hii 7 churches. Hii 7 churches. 7 churches. Ni makanisa ambayo yaliexist mara moja ama ilikuwa ni ya period fulani? Period fulani. Tunaposoma kitabu cha Ufunuo, tunaambiwa ujumbe kwa makanisa 7. Makanisa 7. Sasa haya makanisa 7 ni stages ambazo kanisa la Mungu limepitia. Limepitia katika hatua 7. Kulikuwa na kanisa la Ephesus. Alafu kuna kanisa gani lingine? Tukitoka Ephesus tunaenda gani? Tukitoka Ephesus tunaenda kanisa lipi? Smyrna. Kuna Smyrna, alafu gani nyingine? Pergamo. Kuna Pergamo, alafu kuna Thyatira. Kuna Thyatira, alafu nini gani? Sardi. Kuna Sardis, alafu Philadelphia. Kuna Philadelphia, alafu Laodikia. Kuna Philadelphia, alafu kuna Laodicea, si ndio? 7 churches. Tunaelewa ya kwamba hili ni kanisa ambalo limeanza 31 AD mpaka miaka ya 100. Lilianzishwa na Kristo mwenyewe, Ephesus. Na tunaambiwa ni kanisa ambalo alikujitia unajisi. Ni kanisa ambalo liliwapima manabii na likajua ya kwamba hawa si wa kweli. Tunapotoka hatua ya kanisa la Ephesus la mitume, tunaingia katika historia ya kanisa la Smyrna, tunaingia katika hatua ya kanisa ya Pergamo, Thyatira, Smyrna, Philadelphia na Laodikia. Sasa hawa wote wako na ujumbe. Sasa utarudi kwa ile quotation sasa. Kuna ujumbe maalum ambao walipewa. Ujumbe ambao kanisa la mitume walipewa ujumbe wa kuhubiri ya kwamba Yesu alikufa na amefufuka. Sasa hao walihubiri habari hiyo. Mitume walipewa hiyo ujumbe ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Leo ukihubiria mtu Yesu alikufa na akafufuka, wamezoea ni kitu cha kawaida. Ni cha kawaida. Lakini tunapofika katika Pergamo, kuna jambo linafanyika. Mtu wa kuasi anaanza kuweka mizizi yake na kuanza kukandamiza watu wa Mungu. Pergamo
anainuka, anaitwa Constantine. Inamaanisha hawa ama kanisa la Mungu linafaa kuwa advanced katika ukweli. Waelewe mtu ambaye anaitwa the man of sin. Wamuelewe. Ndio naona Paulo anaandika kwenye kitabu cha Wathesalonike, anasema siku ya Bwana iji asipokuja kwanza yule mtu wa kuhasi, mwana wa uharibifu ajiinuaye juu ya kile kitwacho Mungu. Kwa hivyo inamaanisha kipindi cha huyo mwanaume atakapokuwa anaanza kuinuka mtu wa kuasi, lazima hawa kanisa la Pergamo wawe na message kuhusiana na the man of sin. Maana kipindi cha Ephesus, man of sin hakuwa ameinuka. Kwa hivyo hakuna haja wahubiri hiyo ujumbe. Ujumbe wao ilikuwa ni Yesu amekufa na amezaliwa kwao wakiona, na amekufa na akafufuka wakio. Kwa hivyo wanahubiri habari ambayo wameo. Lakini tunapofika hapa sasa, lazima kuwe na additional light. Wanakuwa advanced. Ujumbe unaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tumeambiwa ya kwamba kwa kanisa lake katika kila kizazi, Mungu ana ukweli maalum na kazi maalum. Ukweli uliofichwa kwa wenye hekima na busara za kidunia umefunuliwa kwa watoto na wanyenyekevu. Kwa hivyo wale ambao wanafunuliwa kweli za Mungu, tumeambiwa ni watoto na wanyenyekevu. Kwa hivyo kama wewe si miongoni mwa wanyenyekevu na uko katika historia ya kanisa la Pergamo, inamaanisha ya kwamba hautaelewa hiyo ujumbe ama present truth ya kipindi hicho. Hautaelewa. Unahitajika kuwa mnyenyekevu ili uweze kuelewa. Maana tumeambiwa Mungu amewafunulia watoto wachanga na wanyenyekevu. Alafu pia nasema ukweli huo unataka kujitolea. Alafu una vita vya kupigana na ushindi wa kushinda. Mwanzoni watetezi wake ni wachache. Ndio naona wanafunzi, kanisa linapoanza anaanza na wanafunzi 12. Ni wachache mwanzoni. Watetezi wake ni wachache. Kwa watu wakuu wa ulimwengu na kwa kanisa linalolingana ama linalofanana na ulimwengu, angalia, wanapingwa na kudharauliwa. Yaani kanisa linalofanana na ulimwengu utashangaa hawa ni akina nani wamechomokea hapa. Huyu ni nani anavaa mavazi ya singa? Anavaa mavazi ya kondoo. Najua Mafarisayo walikuwa wanashangaa John the Baptist. Tunaambiwa mavazi yake ilikuwa ni ngozi ya ngamia, na chakula chake ilikuwa ni asali na nini? Na nzige. Na kuna ibada kwa hekalu ilikuwa ikiendelea, makuhani wanakula nyama, wanaletewa zawadi. Angalia, Yohana amechipukia pale. Kwa hivyo hii ilikuwa ni kanisa maarufu. Wakati Yohana anaanzisha movement nyingine, hii ilikuwa ni kanisa maarufu, sanctuary, ibada iliyokuwa inaendelea pale. Sasa tunaambiwa hawa watawapinga kwa kila kizazi. Kanisa maarufu inapinga wale ambao wanainuka, na tunaambiwa tetezi wake ni wachache. Kwa watu wakuu wa ulimwengu na kanisa linalolingana na ulimwengu, wanapingwa na kudharauliwa. Mtazame Yohana Mbatizaji, mtangulizi wa Kristo, akisimama peke yake kukemea kiburi na utaratibu wa taifa la Kiyahudi. Kwa hivyo tuelewe, in every stage, kwa kila hatua, kwa kila kizazi, kanisa la Mungu liko na ujumbe maalum. Na huo ujumbe tumeambiwa ya kwamba unafunuliwa kupitia nani? Kupitia manabii, prophets, si ndio? Ujumbe huo. Maana Mungu amenena na Kristo katika Agano Jipya. Naye Kristo anasema atatuma nani? Manabii. Kwa hivyo kanisa la mwisho hili likuwe salama, lazima limsikilize Kristo na manabii wake. Man of sin akainuka hapa. Kwa hivyo lazima wakuwe na message of the man of sin. Mambo yanaendelea kibadilika mpaka kipindi cha hatua ya kanisa Smyrna. Man of sin tayari akawa ameinuka na ameanzisha mafundisho yake ya uongo. Na huyo man of sin ni nani? Tuko kwa prophecy.
Man of sin ni nani? Yeah? The man of sin. Purpose. Purpose. Man of sin. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya wageni, hebu soma kitabu cha Ufunuo 13. Mstari wake ni wa kwanza. Tuelewe hizi vitu. Twende tu pole pole, wazee waelewe. Tusiende mbio. Kitabu cha Ufunuo 13. Ufunuo 13. Kuanzia 1. Sikiliza sasa. Inasema hivi. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Na hiyo picha yetu ya wanyama kama ingekuwa mzuri. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Mwenye pembe 10. Alikuwa na pembe 10 na vichwa 7. Alikuwa na vichwa 7. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Na juu ya vichwa zake ana vilemba 10. Hiyo ni kitabu cha Ufunuo, Revelation. Na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui. Mnyama yule alikuwa mfano wa chui. Na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Na miguu yake kama ya dubu. Na kinywa chake kama kinywa cha simba. Kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Lakini huyu mnyama anapewa nguvu na nani? Na joka. Anapewa na joka. Na uweza. Anapewa na joka. Anapewa nguvu na uwezo. Anapewa nguvu. Anapewa nguvu na uwezo. Na nini ingine? Na kiti chake cha enzi. Na kiti cha enzi. Kwa hivyo mnyama wa Ufunuo 13. Ukisikia mnyama usifikiria kwamba ni mnyama tu hivi hivi mzee. Najua hiyo ndiko nasoma kwa sababu yenu. Mnyama anasimamia nini? Kwenye kitabu cha Danieli 7 mstari wa 17. Alafu ndio tukuje hapa. Maana tumeambiwa kwa kanisa la Mungu liko na ujumbe maalum na kazi maalum. Kwa hivyo sisi kama kanisa la Mungu inamaanisha lazima tuelewe ujumbe wetu na kazi maalum ya kufanya. Na kazi haijafanana. Kazi imekuwa advanced, imekuwa kazi iliyoongezewa ama nuru iliyoongezeka. Ndio tunaona hao walihubiri Yesu amekufa na amefufuka. Ujumbe wao ilikuwa ni hiyo 31 AD mpaka miaka ya 100. Tunapofika Pergamo tayari Konstantini akawa ameinuka. Ameanza kupitisha sheria zake, kupenyeza mizizi katika Ukristo. Kwa hivyo inamaanisha wale wanaokaa kipindi cha Pergamo wanafaa kuwa na additional message. Hawafai kustick na message ya kwamba Yesu anaokoa, Yesu alikufa. Kando kuwa na hiyo, wanakuwa na additional ujumbe kuhusiana na the man of sin na system ya mpinga Kristo. Soma hiyo. Danieli 7:17. Inasemaje? Inasema hivi. Wanyama hao wakubwa walio 4. Sasa wanyama hao wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watatokea duniani. Kwa hivyo mnyama inasimamia mfalme. Nasimamia mfalme ama king ama kingdom. Nasimamia mfalme. Sasa kwenye kitabu cha Revelation tumepewa habari ya mnyama ambaye anatoka baharini. Na anapewa nguvu na joka na uwezo mwingi na kiti. Sasa huyo mnyama tunaambiwa ni mfalme. Sasa huyo mfalme mbinu zake za kutaka kuinuliwa ama muonekano wake mara ya kwanza unaanza kuonekana katika hatua ya Pergamo. Nguvu zake na njia zake zinaanza kutengenezwa katika hatua hii. Na anapoinuka tunaambiwa amepewa kiti na uwezo na shetani. Huyu ni shetani. Ukisikia joka kwenye kitabu cha Ufunuo 12 mstari wake ni wa 7. Huyu anasimamia shetani. Kwa hivyo huyu mnyama anapewa nguvu na shetani. Inamaanisha kama huyu mnyama amepewa nguvu na shetani, hatafanya kazi ya Mungu, bali atafanya kazi ya nani? Ya shetani. Sasa hii historia inaanza kuwapia katika kanisa la Philadelphia. Pergamo. Sasa kwenye hii quotation tunaambiwa hivi. Tunaambiwa kwa kanisa lake katika kila kizazi Mungu ana ukweli maalum na kazi maalum. Ukweli uliofichwa kwa wenye hekima
na busara wa dunia. Unafunuliwa kwa watoto wachanga na wanyenyekevu. Unataka kujitolewa, unataka vita vya kupigana. Kwa nini vita vipiganwe? Maana shetani na kanisa la Mungu hawaelewani. Lazima vita zitokee. Unaona kwa hizi hatua zote ya makanisa kumekuwa na vita. Kristo amekuwa akipigana naye. Petero, wanafunzi wote, hizi hatua zote ni hatua ya mapambano. Sasa hili kanisa kuwe save, inamaanisha inafaa kusikiliza sauti ya Mungu vile ambavyo amenena. Unabii unahusu haje ama unasema nini? Wanafaa waelewe their prophecy. Kwa kila hawaelewe yao, hawaelewe additional prophecy ama message kwa kizazi chao, lazima waelewe. Na sisi tuko katika hatua gani ya kanisa? Katika hizi makanisa sisi tunapatikana wapi? Laodikia. Tunapatikana wapi? Wako Laodikia bado. Kanisa la nini? La 7. Sasa kuna kitu ambacho kinafanyika kwa hii kanisa la 7. Wanakosa kuwa waaminifu, wanakosa upendo wa kwanza. Tunaambiwa tunafaa turudi katika historia ya kanisa ya Philadelphia. Philadelphia ni kanisa ambaye inaanzishwa baada man of sin kutekeleza ajenda zake. Maana ameanzia hapa. Tunapofika hapa, wanakuwa wameondoa Biblia mikononi mwa watu, wamezika sheria ya Mungu. Kwa hivyo inapofika hapa, Mungu anawasaidia hawa. Wanaziona sheria za Mungu. Na wanaona Kristo akiwa katika hekalu. Wanaona sanduku la agano katika hekalu. Hapa ndio kulikuwa na disappointment. Hapa hizi vipindi viwili vile zimeshikana hivi. Sardis. Hii ni Sardis ama Smyrna? Spires. Sardis. Wana matengenezo wanaanzia hapa. Sardis. Reformation. Wanaanza. Wanakuja paka hapa. Ellen White anaanza kulelewa hapa na kina William Miller. Wanaanza kusikiliza ujumbe. Baadaye wanakuja kuonyeshwa ujumbe ambao wanafaa waweze kuelewa, ujumbe wa kizazi chao. Maana tumeambiwa kwa kila kizazi kuna ujumbe wao. Sasa lazima, kwa sababu huyu mnyama ndio mnyama wa mwisho, lazima Mungu kanisa hili alipatie ujumbe ambao utafunua wazi vile system hii itakavyotawala. Hili watu watakao kaa hapa ama watakao kuwa hapa, wakisoma hiyo ujumbe wa kizazi chao, waelewa ya kwamba wanafaa warudi hapa. Hakuna vile tutaweza rudi hapa pasipo kuongozwa na Roho ya Mungu. Ndio tukaambiwa ya kwamba hakika Bwana Mungu hatafanya jambo lolote bila kusikiliza, bila kuwafunulia watumishi wake. Kwa hivyo ukiondoa watumishi, manabii wa Mungu, inamaanisha hakuna makanisa ama kanisa haya haingeweza kusurvive katika hatua 7. Maana kumekuwa watumishi ambao wamemaintain kanisa hilo mpaka tukafikia sehemu ambayo tuko sasa. Wamekuwa. Kwa hivyo hatufai na sisi hatufai kutotii sauti ya Mungu kipindi hiki cha mwisho. Tunahitajika tuwe kama wenzetu waliopita katika hatua hizi za kwanza. Tunaona walitii na walielewa ujumbe wao. Na ni mpango wa Mungu ya kwamba kila kizazi kitii sauti ya Mungu. Kila kizazi. Sasa kila kizazi kiko na ujumbe wao. Either wasaliti ujumbe wao ama wakubaliana na ujumbe wao. Sasa Mungu anasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 2:8 mstari wake ni wa 2. Deuteronomy 8:2. Kuna ujumbe ambao anasema. Inasema hivi. Maana hiyo pia ni kanisa la jangwani. Mungu aliwaambia haje. Hebu sikiliza, soma. Inasema hivi. Nawe utaikumbuka njia ile yote ya Bwana. Wanawaambia wakumbuke. Kanisa la jangwani linaambiwa likumbuke njia yote ya Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa. Mungu aliyekuongoza wewe miaka 40 katika jangwani, ili akutweze, ili akutoe huko, ndio maana ya kukweza. Kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako. Na pia kwenye hiyo safari ya 40 years walijaribiwa. Kwa hivyo kwa kila kanisa lazima ipewe
Test, jaribio. Test. Mungu anasema kwa kujaribu, alafu kwamba utashika amri zake. Wakajaribu, kumbe walipewa amri, wakaambiwa wazishike. Wakajaribiwa pamoja na majaribio mbalimbali, lakini tunaona wengi hawakupendezwa Mungu, hawakuweza kusurvive. Soma. Akakuacha, akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usiyojua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha kwa ya kuwa wanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Verse 4. Mavazi yako hayakuchakaa, wala miguu yako haikuvimba. Soma. Miaka hiyo 40. Miaka 40 walipokuwa kwa safari, tunaambiwa mavazi yao haikufanya nini? Haikuchakaa. Na kiato chao hakikufanya nini? Wala miguu yao haikuvimba. Walikuwa na viatu. Ndio. Hebu rudia hiyo hapo. Inasema, mavazi yako hayakuchakaa. Mavazi yako haikuchakaa. Wala miguu yako haikuvimba. Walikuwa na viatu. Mbona wakose viatu? Baada Yesu asifiwe. Amen. Najua teknolojia ambayo iko kwa sasa ilikuweko hata kitambo. Sifikiria ya kwamba ndiye imeanza leo. Angalia. Lakini hiyo ni somo la siku nyingine. Sasa tunaambiwa ya kwamba Mungu aliwalinda. Miguu yao haikuvimba wala mavazi yao haikufanya nini? Hayakuchakaa. Hayakuchakaa. Verse 5. Verse 5. Nawe fikiri moyoni mwako. Lakini Mungu anamwambia nawe fikiri moyoni mwako ya kuwa kama vile baba amrudivyo mwanawe, ndivyo Bwana Mungu wako akurudivyo. Basi, kwa hivyo Mungu aliwapatia test, majaribu pale. Sasa kwa hayo majaribu yote, wanafaa waelewa msikilize Mungu ama waacha kumsikiliza. Katika kitabu cha Walawi 26, mstari wake ni wa 18. Angalia. Mungu akawaambia hivi pia. 18 inasema hivi. Na ikiwa baada ya hayo hamtaki kunisikiza, lakini baada ya Mungu kuzunguka nao, kutembea nao 40 years, akawalinda mavazi yao hayakuchakaa, miguu yao haikuvimba. Mungu anasema, ndipo nitawadhibu zaidi mara 7 kwa ajili ya dhambi zenu. Hamukutaka. Sasa hapa pia anasema kama hamtaki kunisikiliza, ndipo nitawaadhibu zaidi mara 7 kwa ajili ya dhambi zenu. Endelea. Nami nitakivunja kiburi cha uwezo wenu. Nami nitakivunja kiburi cha uwezo wenu. Nami nitazifanya mbingu zenu kuwa kama chuma. Na nchi yenu kuwa kama shaba. Aya, kuna mambo mengine hapa pia ningependa tuweze kuangalia. Dasta iko wapi? Hapa tumemaliza. Madhara ya kutokusikiliza unabii wa Biblia. Madhara ya kutokusikiliza. Sasa kwenye hili andiko tunaambiwa aje? Naomba usome vizuri. Tena ikiwa baada ya hayo hamtaki kunisikiliza, ndipo nitawaadhibu zaidi mara 7. Wana wa Israeli waliadhibiwa mara ngapi? Waliadhibiwa mara ngapi? Umewahi hesabu? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Waliadhibiwa mara ngapi? Tunajua mapigo ngapi yao? Walipokosa kusikia sauti ya Mungu. Si wanapokuwa utumwani, inamaanisha tayari wameadhibiwa. Maana baada ya Yusufu kufa, Farao aliyekuja mfalme hakujua mapenzi ya Mungu wala hakujua nguvu na neno la Mungu wa Yusufu. Kwa hivyo akawaingiza hawa wana wa Israeli katika mateka. Na ilikuwa imetabiriwa hivyo. Wanapoitisha nyama, Mungu aliwapatia nini? Aliwaambia mjipange mwende asubuhi mufanye nini? Mzipate. Walipokuwa wanashika hiyo nyama wakiweka kwa mdomo, walikula. Hiyo ni adabu hiyo ni adabu hiyo. Angalia. Mungu atawadhibu mara 7. Kwa hivyo Mungu amewadhibu mara kadhaa. Kwa hivyo inaweza kuwa inapita hata mara 7. 7 inamaanisha ukamilifu. Yaani utapigwa maradufu ama utapigwa kikweli kweli na Mungu. 7. Sasa tunaambiwa nami nitavunja kiburi cha uwezo wenu. Nami nitajaza mbingu zenu kuwa
nami nitazifanya mbingu zenu kuwa kama chuma. Yaani hizo mbingu hazitanyesha mvua. Madhara ya kutosikiliza sauti ya manabii wa Mungu ama sauti ya Mungu. Tunaambiwa hakuna nini? Hakuna mvua, si ndio? Ndio. Alafu nini ingine? Na nchi yenu kuwa kama shaba. Na nchi yenu kuwa kama shaba. Inamaanisha hiyo nchi, hiyo ardhi yao haina rutuba. Kwa hivyo hata mkipanda hamutakula mazao yenu. Alafu na nguvu zenu mtazitumia bure. Na nguvu zenu mtafanya nini? Mtazitumia bure. Kama leo watu wanatafuta kazi, wanafanya kazi wapate mshahara, lakini mshahara hautoshi. Ndio maana ya nguvu zenu mtazitumia. Yaani haufurahii kazi ya mikono yako, bali ni kila siku kuamka kutafuta. Madhara ya kutotii sauti ya Mungu haya. Soma. Kwa kuwa nchi yenu haitazaa mazao yake. Nchi yenu haitazaa mazao yake. Wala miti ya nchi haitazaa matunda yake. Wala miti ya nchi haitazaa matunda yake. Sio kitu inafanyika kwenye kizazi chetu. Ama ni mimi naona peke yangu? Siku na leo kuna mtu atalia aseme nilipanda eka moja imefanya nini? Imekufa. Kumbe haijaanza karne yetu. Mungu alitoa warning kwa wana wa Israeli, kanisa la jangwani. Kama watasikiliza sauti yake, basi matokeo ni haya, A, B, C, D. Hayo. Na sisi tunayaona. Inamaanisha nasi kuna ujumbe tumekataa. Ndio naona mapigo yako juu yetu. Malizia andiko. Nanyi ikiwa mwenenda kinyume changu. Na tukiwa hatutaki kusikiliza sauti ya Mungu, tunaendelea kinyume chake. Wala hamtaki kunisikiza. Wala hatutaki kumsikia Mungu. Nitaleta mapigo mara 7 zaidi juu yenu. Yaani Mungu ataongeza mapigo 7 juu yenu. Yaani anaongeza. Mapigo yanakuwa kali sana juu yetu. Kama dhambi zenu zilivyo. Kama dhambi zenu zilivyo. Na hapo ndio tunaelekea, ulimwengu inaelekea hapo. Au sifikiria kwamba hizi vita zitaisha? Hapana. Hii nchi ikiisha, hii nyingine inaingia. Hivyo. Na lengo ya hizi vita ni kuharibu uchumi wa nchi. Kwa hivyo watu wajipange. Mapigo ya Mungu iko juu yetu. Soma andiko, malizia. Nami nitaleta wanyama wakali kati yenu. Jambo lingine, watu wakikataa kutii sauti ya Mungu, analeta nini? Wanyama wakali juu yenu. Analeta wanyama. Tena wanyama wakali. Tena wanyama wakali. Si tumesoma mnyama hapa sasa hivi Ufunuo 13? Si tumesoma? Ndio. Huyo mnyama. Na huyo mnyama tukaona anasimamia mfalme. Kwa hivyo huyu ni mfalme mkali ambaye anatutawala kipindi hiki cha mwisho. Kwa hivyo wale ambao wataelewa ya kwamba tunatawaliwa na mnyama mkali ama mfalme mkali, inamaanisha hawaelewi ujumbe wa kizazi chao. Maana kila kanisa iko na ujumbe na kazi maalum ya kufanya na ujumbe wao. Endelea, nini ingine? Ambao watawanyang'anya watoto wenu. Na kazi ya hawa wanyama wakali, hawa wafalme wakali, watawanyang'anya watoto wenu, alafu na kuharibu wanyama wenu wa kufugwa. Na kuharibu wanyama wenu wa kufanya nini? Wa kufugwa. Mjaona wanyama wakiambiwa wadungwe dawa, wanatoa harufu mbaya? Mjasikia hiyo kitu? Miaka na miaka wanyama wetu wamekuwa kisurvive tu vizuri. Sasa kuna jama ya kumaliza hawa wanyama. Kama vile ambavyo mlinyang'anywa mbegu. Maana mbegu asilia ya babu yako ilikuwa na hifadhi, unapanda hii mwaka, unapanda mwaka nyingine, ilikuwa kwa area mnagawana. Unaenda kwa nani uko na mbegu, nipatie mbegu, unampatie kitu fulani, unaenda unapanda. Leo usijaribu hivyo. Maana tunatawaliwa na mnyama anawanyang'anya watoto. Amewanyang'anya watoto haje? Kwa kuwapatia elimu yake. Elimu ambayo si ya kimungu, ni elimu ambayo inatoka huku. Ndio naona hata Shadrach, Meshach na Abednego walipopelekwa katika nchi ya mfalme Nebukadneza, aliwaagiza pia wafundishe elimu ya Wakaldayo. Kwa hivyo mnyama mkali anapotawala kwenye kizazi chetu na tuko tayari chini yake, lazima hakikisha ya kwamba elimu yake ndio watoto wanajifundisha.
na sio elimu ya kibingu. Haya, malizia hiyo andiko. Ambao watawanyang'anya watoto wenu na kuwaharibu wanyama wenu wa kufugwa na kuwapunguza muwe wachache hesabu yenu. Ati nini? Na kuwapunguza muwe wachache hesabu yenu. Nani anajua mpango wa Bill Gates Foundation? Mpango wa Bill Gates ni kupunguza watu ulimwenguni. Hayo magonjwa ambayo yanakuja, wao ndio wanatengeleza. Nakuja naua watu fulani, nakuja naua huku, baadaye wenye wanabaki wanasurvive, wanawapatia mada. Hata corona ilikuwa ni mbinu yao ya kupunguza watu. Maana anasema dunia sasa iko na watu wengi. Sijui nilimsikia alisema inafaa tukue bilioni ngapi. Sasa hivi Caleb tuko bilioni ngapi? Tuko bilioni 9. Wakati tulipofika bilioni 9 akasema hapana, hawa watu wamekuwa wengi sana ulimwenguni. Tunafaa turudi angalau tuchezee bilioni 6. Sasa atafanya nini ili apunguze vita? Lazima acheze na kitu ya kwanza. Acheze na mind ya watu. Acheze na akili yao. Awapatie elimu ambayo itawaua wao. Na wapeleka shule na wafundisha elimu ambayo hiyo elimu haitasaidia wao wala haitasaidia wajukuu wao wala wajukuu watakao kuja. Ndio mafundisho ya leo. Mtu ako na degree yako kwa nyumba na bado mnang'ang'ana kwenda kusomea huko, na bado watatoa tu watu waende wasome, lakini hiyo mafundisho, hiyo masomo haina msaada kwao. Unaona Gachagua akawaambia wakati moja, someni tu lakini hakuna kazi. Jambo la pili, ili awapunguze lazima aanzishe vita. Na ndio inaendelea kwa sasa. Aanzishe vita. Unajua nchi za Kiarabu ni nchi ambazo zimebarikiwa. Mungu alisema kwenye kitabu cha Mwanzo 17, hebu angalia. Tusipoelewa ujumbe wa wakati wetu, basi hatutaweza kusimama imara. Lazima tuelewe unabii wa kipindi chetu. Mwanzo 17 verse 17. Hebu angalia hapo. Verse 17. Inasemaje? Inasema hivi. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi akacheka. Akasema moyoni. Mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Sasa hapo ni malaika anakuja sasa kuongea na Ibrahimu na kuleta mibaraka katika familia hiyo, maana kuna agano inafaa iweze kufanyika. Lakini Sara akawa hapati mimba. Sasa aliposikia hiyo habari alicheka, akasema mtu anaweza kuzaa? Alafu naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Akashangaa, tazaaje? Ibrahimu ndio huyo miaka ngapi? 100. Sara ndio huyo miaka ngapi? 90. Alafu endelea. Ibrahimu akamwambia Mungu, lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. Mungu akasema, sivyo. Sasa kuna mtoto ambaye Ibrahimu anamweka mbele za Mungu. Anamwambia huyu Ishmaeli, naomba angalau yeye animiliki. Lakini Mungu akasema hapana. Kwa nini? Soma. Lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume. Nawe utamwita jina lake Isaka. Nami nitafanya agano langu imara kwake, kwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Na kwa habari za Ishmaeli, sasa sikiliza, na kwa habari za Ishmaeli, nimekusikia. Nimembariki. Nitamzidisha. Nami nitamwongeza sana sana. Atazaa miseyidi 12. Nami nitamfanya awe taifa kuu. Kwa hivyo Ishmaeli anakuwa taifa kuu. Ishmaeli ndio baba wa Arabu. Baba wa Arabu. Mungu hapa anasema nitamzidisha na nitambariki. Alafu kuna mahali inasema ya kwamba, hebu rudi 16. Kuna mahali ambapo inasema ya kwamba mkono wake utakuwa juu ya ndugu zake na mkono wa ndugu zake utakuwa juu yake. Kwa hivyo baba wa Arabu anafaa shirikiana na ndugu zake kwa uchumi wa dunia. Kwa hivyo huyu anamsaidia kiuchumi, naye ndugu yake Isaka
anamsaidia kumfundisha neno la Mungu. Hiyo ndio ilikuwa mpango wa Mungu. Isaka akabarikiwa kwa ujumbe na kizazi chake kukatokea manabii, lakini kwa kizazi cha Ishmaeli Mungu hajawahi sema kutatokea nabii. Isipokuwa ni shetani baadaye alikuja akabuni ya kwamba Muhammad atoke hapo. Ilikuwa ni kitu cha kutengeleza tu. Hiyo ni mpango wa Majesuit. Wakatengeleza Muhammad atoke hapo, lakini kwa mpango wa Mungu haikukuwa hivyo. Yeye alibarikiwa tu kwa mambo ya dunia. Ndio naona nchi za Kiarabu ziko na mafuta, ziko na dhahabu, utajiri wa dunia mkubwa, lakini kwa mambo ya Mungu hawako barikiwa hiyo. Angalia. Na hapa tumeambiwa kwamba kuna mnyama mkali. Sasa huyu mnyama mkali hawezi tawala wakati kuna mtajiri mwingine hapa anampiga kompe. Hapana. Lazima kuwe na mikakati ambayo itafanywa ili hao Waarabu waweze kutiishwa, wawekwe chini, wasiwe na nguvu. Maana huku mbele ambapo tunaelekea kipindi cha Sunday Law. Na Sunday Law haiwezi katangazwa kama hawa bado wako juu kiuchumi. Haiwezi. Kwenye kitabu cha Ufunuo 13:16 tunaambiwa, naye wafanya wadogo wote na wakubwa na matajiri na maskini na wasiojiweza wamsujudie mnyama. Tena mtu wae yote asinunue wala. So unajua hawa ndio wanahusika na kuuza hawa Waarabu wanauzia ulimwengu hawa ndio wanahusika kwa kuuza hawa. Wanauza mafuta, wanauza dhahabu. Ndio naona kipindi cha Gaddafi mafuta ilikuwa kwa lita ilikuwa mnanunua 40 bob. Nchi za Kiarabu 40 bob. Na sheria ya Sunday Law inasema hutaweza kuuza wala kununua isipokuwa na alama ya nani? Ya mnyama. Kwa hivyo kitu ya kwanza, huyu mnyama mkali, kile ambacho atakifanya lazima adili kwanza na biashara za ulimwengu. Hakikisha ya kwamba iko mikononi mwake. Angalia. Na tukawa tumeambiwa vizuri ya kwamba huyu anafaa kae mbele ya ndugu zake. Lakini sheria hii haitamruhusu akae mbele ya ndugu zake. Ndugu zake hatafaidika. Isaka hatafaidika kwa sababu ya hii sheria. Kwa hivyo inabidi apigwe. Ndio naona vita zinaendelea sasa hivi. Ndio naona nchi zote ambazo zimepigwa ni nchi za Kiarabu peke yake zenye ziko na gold. Kiangalia hata Kongo ni nchi ambayo iko na madini. Nchi ambayo inatengeneza rabas na nini, iko na madini za raba nini na kadhalika. Sasa ni Mungu alikuwa amesema ya kwamba mambo hayo yatatokea. Tena kama mtaki kurejeshwa upya kwangu mimi kwa mambo haya, bali mnaendelea kunishika kinyume, ndipo nami nitaendelea kuwashikia kinyume. Nami nitawapiga mimi mara 7 kwa ajili ya dhambi zenu. Nami nitaleta upanga juu yenu utakaopatiliza kisasi cha hilo agano. Nanyi mtakutanishwa ndani ya miji yenu, nami nitaleta tauni kati yenu, nanyi mtatiwa mikononi mwa adui. Kwa hivyo lazima watiwe mikononi mwa adui wao, mnyama mkali. Anatiwa. Kabla tufike hapa, nchi zote zitakuwa zimetii sauti ya mnyama mkali kipindi chetu. Tunaambiwa katika kitabu cha Waamuzi 2 mstari wake ni wa 11. Mungu anapoliongelesha kanisa la jangwani. Kumbuka tunaangalia madhara ya kutotii sauti ya Mungu. Mungu anapoongea na wao, Mungu alifanya bidii sana akawaambia, ikiwa mtaitii sauti yangu ndipo mtakuwa taifa tunu kwangu. Ndipo mtakuwa watu wa kipekee kwangu. Mungu akamuinua Musa, akamuinua Haruni. Baadaye akaruhusu viongozi waamuzi wao wanaongoza utaratibu wa Mungu. Soma hiyo kitabu sasa. Waamuzi 2:11. Nasema hivi, wana wa Israeli walifanya yaliyokuwa ni maovu mbele za macho ya Bwana. Lakini licha ya kuwa Mungu aliwaita, vile tumesoma mwanzo, wasikie sauti ya Mungu, bado hawakutii sauti ya Mungu. Tunaambiwa waliendelea kufanya yaliyokuwa ni maovu mbele za nani? Za macho ya Bwana. Nao wakamtumikia Mabaali. Wakamtumikia nani? Wakawatumikia Mabaali. Wakaacha Mungu wa kweli, wakamtumikia Baali. Halafu wakamwacha Bwana Mungu wa baba zao. Na huyo Mungu alikuwa amewaambia, mkinisikiliza nitawabariki, nitatembea nanyi. Sasa kwa kuigeukia Mabaali wakaacha Mungu wa baba zao, halafu aliyewaleta kutoka katika nchi ya Misri, wakafuata miungu mingine.
baadhi ya miungu ya watu wale waliokaa karibu nao pande zote wakajinamisha mbele yao, wakamkasirisha Bwana. Hata leo tuko na hiyo miungu ambayo iko mbele yetu, miungu Trinity God. Hatufai kupatikana hapo kipindi hiki cha mwisho. Sasa soma mstari wake ni wa 18 mpaka 20. 18. Inasema hivi, na wakati Bwana alipowainulia waamuzi, Mungu anaendelea kuambia wakati nilipowainulia waamuzi, ndipo Bwana alikuwa pamoja na waamuzi huo. Bwana alikuwa pamoja na waamuzi hao, akawaokoa na mikono ya adui zao siku zote za waamuzi huyo. Maana waamuzi walikuwa wanawaelekeza, wanatii sauti ya Mungu. Kwa hivyo waamuzi wakawa viongozi wao, wakiwaelekeza kwa njia nzuri za Mungu. Mungu anasema nilikuwa na nikawaokoa na adui zao. Halafu maana Bwana aligairi kwa ajili ya kuugua kwao kwa sababu ya watu wale waliowaonea na kuwasumbua. Halafu 19. Lakini ikawa wakati alipokufa mwamuzi huyo, lakini waamuzi walipokuwa wamekufa, viongozi wao wakarudi nyuma, wakafanya maovu kuliko baba zao, kwa kuifuata miungu mingine ili kuitumikia, na kuinama mbele yao. Hawakuacha matendo yao wala njia zao za ukaidi. 20 nasema, walipofanya hivyo, basi hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli. Naye akasema nini? Kwa kuwa taifa hili wamelihalifu agano langu. Kwa kuwa taifa hili wamelihalifu agano langu nililowaamuru baba zao. Wala hawakusikiliza sauti yangu. Hawakusikiliza sauti ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo kanisa la Jangwani likakosa kusikia sauti ya nani? Ya Mungu. Mungu anaendelea kuwatumia manabii akitaka kuwarejesha. Katika kitabu cha Yeremia 7 mstari wake ni wa 23, bado Yeremia anatuma kwao kama nabii. Kwa hivyo Mungu alitumia Musa, waamuzi, ili waendelee kutii sauti ya Mungu, waendelee kuwa watu wa Mungu kipekee, waelewe ujumbe wa wakati wao, lakini hawakufanya hivyo. Sasa katika kitabu cha Yeremia 7 mstari wake ni wa 23 inasemaje? Yeremia 7:13. 23. Inasema hivi. Inasema hivi. Naam. Lakini naliwaamuru neno hili. Nikisema nini? Sikilizeni sauti yangu. Mungu aliwaamuru akamwambia sikilizeni sauti yangu. Nami nitakuwa Mungu wenu. Nanyi mtakuwa watu wangu. Kwa hivyo watu wa Mungu ama wana wa Mungu ni wale ambao wanasikia sauti yake. Mungu anasema hivi. Kwa hivyo kizazi ama kanisa hilo la kwanza walifaa watii sauti ya Mungu na kusikiliza maagizo yake, ili waendelee kuwa watu wa Mungu. Mkaende katika njia ile yote nitakayowaamuru, na pia wafuate instruction, njia zote ambazo Mungu amewaamuru. Halafu mpate kufanikiwa. Ili mpate kufanikiwa. Endelea. Lakini hawakusikiliza. Hawakusikiliza. Halafu wala kutega sikio lao. Twende. Bali walikwenda kwa mashauri yao wenyewe. Na kwa ushupavu wa moyo yao mibaya. Halafu wakaenda nyuma wala si mbele. Walienda wapi? Nyuma. Walirudi wapi? Nyuma. Namaanisha walirudi kwa hatua zao za Misri, ibada za sanamu, vinyago, wakarudi pale. Angalia. Kwa hivyo nimeanzia mbali somo hili, na kwa sababu ya muda nafikiri wiki ijayo kama nitapatikana tutaweza kuendelea. Madhara ya kutotii sauti ya nani? Ya Mungu. Tunaambiwa ili tuwe wana wa Mungu tunahitaji tusikilize sauti yake. Hata na sisi kanisa la mwisho, hayo maonyo ambayo wao wanapewa ndiyo maonyo ambayo na sisi tunafaa tuweze kuyashikilia. Kwa hivyo lazima tuangalie njia za Bwana ni zipi. Tuangalie Mungu wetu anataka tufanye nini ili tusije tukakosa uzima wa milele. Kwa hivyo prophecy ni ya muhimu katika kanisa la Mungu, kwa kila kizazi na kwa kila kanisa ambalo Mungu ameruhusu lipatikane kwa kizazi fulani. Kwa hivyo kwa sababu ya muda ningependa tuweze kuachia hapo, labda kama kuna swali. Kuna swali lolote? Basi kama hakuna swali, tutakuja tuendelee na hili somo wakati ujao. Prophecy. Tutakuja hivyo pole pole, tumeanzia mbali. Tumeanzia kwa kanisa la Jangwani. Hatujafika kwa haya makanisa 7 na hatujafika kwa kipindi chetu. Kumbuka tunaangalia ujumbe wetu ni upi? Our message ni gani? Kwa hivyo Mungu atusaidie sana.
Kwa sababu ya muda ningependa tuweze kuimba wimbo moja alafu tumalizie pale. Singetaka kuwachosha. Tuimbe wimbo moja ambao nasema tusimame imara. Namba ngapi? Yeah. 68.